ambaye Mungu anataka tulisikie neno. Na neno tutakalolisikia hatutachukua kwa muda mrefu, kwa sababu kuna mahali kuna mipangilio ingine inaendelea kwa ajili ya kurusedi ambayo iko mbele yetu. Tuko na injili tunapeleka huko nje. Na hiyo injili imepangiliwa kwa masaa. So lazima tuweze kuweka masaa yetu mzuri, ili mambo yote iwe kukamilika salama. So nawahimiza tu muweze kuvumilia kwa dakika chache. Hatutachukua muda mrefu, tutachukua tu muda mfupi, kwa sababu hata mimi ninapowapea neno, mimi ndio kiongozi wa mipangilio ya injili hiyo ya nje. Kwa hivyo siwezi taka ati vile nitaweka hapa ili mkose kuhudhuria hiyo injili, kwa sababu Mungu alituita ili tuende tuokoe wale ambao wametekwa nyara huko na shetani. Tuende tukawaokoe huko. Sisi ndiye Mungu aliweza kutuita ili tuweze kusimama kwenye hilo pengo, na Mungu atawabariki. Mchana wa leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa rafiki wangu amekuwa rafiki wangu kwa muda mrefu, na ninajua niko mshahidi kana kwamba ati Yesu ndiye muweza yote. Ukiwa na Yesu hakuna jambo la kukudisha. Ukiwa na Yesu hata iwe ni vita aina gani, utatoka ukiwa mshindi. Ukiwa na Yesu hata uwe na shida unaona ikiwa mlima kwako, utatoka ukiwa mshindi. Ukiwa na Yesu hata uone vita unapigwa vita aina gani, utatoka ukiwa mshindi. Tukikubali Yesu aishi ndani yetu, Yesu ndiye atakuwa anatamalaki ndani ya maisha yetu. Atakuwa anatupigania, tunakuwa tunamuona kwa kila wakati. Katika mahitaji yetu tunakuwa tunaona Yesu. Kwa hivyo ni vizuri tukubali Yesu aishi ndani yetu, na Mungu atakuwa anatupigania. Kwa sababu hata kuna maandiko katika Yeremia 1:20 hapo 19 inasemanga, they will fight you but they shall not prosper. Bwana asifiwe. Watakupiga lakini hawatakushinda. Watakusanya ili wakumalize, lakini ukiwa na Yesu utakuwa unatokelea ukiwa mshindi. Bwana asifiwe. Pia sisi nawahimiza tukubali Yesu aishi ndani yetu, na tunakuwa tunaona vile atakuwa anatupigania. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Peter, lakini jina linalojulikana sana ni Evra. Yote ni yangu. Nashukuru Mungu kwa hayo, lakini zaidi ya yote nikana kwamba kujua nimeandikwa katika kitabu la uzima. Haya majina ya humu duniani yote ni bure, yatakwisha, lakini kama nimeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, tutaishi pamoja na Mungu. Majina yangu inaishi hapa duniani, lakini maisha yangu itabakia kwa Mungu. Kwa hivyo nitawaambia kama nimeokoka. Yesu ni Bwana. Pia ningetaka kumpa mkaribani wangu hapa ushuhuda. Bwana asifiwe. Yesu akumbia. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio ndo wageni kitoka Esther. Kwa ajili ya wageni anaitwa Baba Esther. Na ndipo
Neana kalimani kama ameokoka na ameongozwa na Roho wa Mungu. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Huyo ni mzee rafiki yangu. Na mdhamini sana. Na hata zaidi ya yote, na mheshimu sana kama kiongozi wangu. Ndio maana anasema ni rafiki yangu. Na Mungu ananifurahisha sana. Bwana asifiwe. Amen. Ningetaka tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 21. Hii ni habari tunayo wengi wanaifahamu, wengi wanaijua jinsi ambavyo mwaka inaenda. Ningetaka kuichukua tu kwa muda mfupi na kuisoma, kwa sababu hicho hapo ndipo Mungu ameandalia siku ya leo ili aweze kutulemea, na najua kitaweza kulemea kwa kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hawezi tayarisha chakula kama hakuna watu wa kukula. Bwana asifiwe. Hiyo ni Wafalme wa kwanza 21. Ningetaka tu kuchukua mrefu ili kusomewa. Inaongea kuhusu kulikuwa na Nabot na Ahab. Nabot alikuwa na shamba ya mzabibu. A vineyard. Bwana asifiwe. Na Ahab alikuwa alitaka huo shamba ya huyo Nabot. Alikuwa anataka kuchukua ili aweze kupewa, apewe ama ainunue. Alijaribu kuongea sana na Nabot ili aweze kumpa hiyo shamba uwe wake. Naye Ahab alikuwa mfalme wa Samaria. Bwana asifiwe. Mfalme wa Samaria ndiye alikuwa anataka shamba ya Nabot. Bwana asifiwe. Lakini Nabot alikataa kumpa huo shamba. Bwana asifiwe. Katika macho yetu ya kibinadamu, tukiangalia na tukisoma hili neno, tunaweza zungumzia kuhusu mizabibu. Mizabibu, jinsi ambavyo tunajua miti ya mizabibu, hata kama sijui mtu wa mzabibu. Lakini katika macho yetu ya kibinadamu, tukiangalia ama tukisoma hili neno, wengi wetu tunaona mizabibu, miti ya mizabibu. Lakini Mungu ni mwema, kwa sababu anasemaga neno lake huwa linakuwa jipya kwa kila siku. Bwana asifiwe. Hili neno huwa linakuwa jipya kwa kila siku. Bwana asifiwe. Kama jinsi ambavyo ulikuwa umelisoma jana, sivyo kama kwa sasa utaweza kulisoma. Kulingana na vile ulikuwa unalielewa jana, sivyo leo utaweza kulielewa. Bwana asifiwe. Sasa sisi tunataka tusiangalie na macho ya kibinadamu. Wakati nilipokuwa ninalisoma, nilikuwa naona hivi ili niweze kuangalia katika macho ya kiroho. Bwana asifiwe. Tuache kuangalia miti mikubwa ya mizabibu, shamba iko na miti ya mizabibu ya Nabot. Tuangalie katika macho ya kiroho. Bwana asifiwe.
Ningependa Madam Grace atusomee. Ningependa Madam Grace atusomee. Ili tusisome jinsi ambavyo wako. Kama tuweze kuzungumzia vile aliko. Nare utawa maundu macio kuginya atiri ati Nabothu Mujezreeli agikorwo ari na mugunda wa mithabibũ wari kũu Jezreeli ũkuhĩ na nyũmba ya Ahabu mũthamaki wa Samaria. Nake Ahabu agĩkĩaria na Nabothu akĩmwĩra atĩrĩ, he mũgũnda waku wa mĩthabibũ ũcio mũgũnda wa mboga nĩ ũndũ nĩũkuhanĩrĩirie na nyũmba yakwa, na niĩ nĩngũkũhe mũgũnda ũngĩ wa mĩthabibũ mwega gũkĩra ũcio waku ithenya rĩaguo, kana hihi ũngĩona arĩ wega ndakũhe mbia o ta ũrĩa thogora waguo ũigana. Nake Nabothu akĩra Ahabu atĩrĩ, Jehova arothũũra ingĩkũhe ũgai ũrĩa ababa magaire atĩ ũtuĩke waku. Nake Ahabu agĩkĩinũka gwake mũciĩ ena kĩeha mũno na aiguĩte ũũru nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio erirwo nĩ Nabothu Mũjezreeli, nĩ ũndũ oigĩte atĩrĩ, ingĩkũhe ũgai ũrĩa baba magaire. Nake agĩgĩkomia gĩtanda-inĩ gĩake arorete rũgito akĩrega kũrĩa irio. Kwanza tufikisha hapo. Bwana asifiwe. Ati huyu ni Ahabu. Na Nabothu. Na ikafika mahali Nabothu Mjezreeli na Ahabu akatamani lile shamba lake, akisema ningetaka hilo shamba lako uweze kunilipa. Ile shamba yako niweze kuchukua. Na mimi ningependa, alitangulia na kusema angependa kupewa. Bwana asifiwe. Alafu akamwambia, ningependa, kuna mambo pia niko na shamba yangu zuri zaidi ya hiyo, utanipa naweza kubadilishia. Bwana asifiwe. Lakini Nabothu akasema hapana. Bwana asifiwe. Akasema hapana. Akamwambia hata pesa, ukitaka pesa shirika za pesa unazotaka vile unaona zinafaa kwa hiyo shamba yako naweza kupa ili uweze kunipa. Lakini Nabothu alimwambia hapana, hakuna vile naweza kupa urithi wa baba yangu. Bwana asifiwe. Hakuna vile naweza kupa urithi wa baba yangu. Bwana asifiwe. Lakini Ahabu alikwazika sana. Alikwazika sana. Na akaenda hivi nyumbani kwake. Baada ya Nabothu kumwambia siwezi kupa hilo shamba, kwa sababu hii shamba nimeurithi kutoka kwa baba yangu. Bwana asifiwe. Nataka kusema aje? Pia sisi kwanza angalia, nataka kuongelea kuhusu miti ya mzabibu, about vineyard of salvation. Bwana asifiwe. Mzabibu wa honokio. Bila nataka niingie katika mawazo yenu. Bwana asifiwe. Sasa tuanze kuangalia kwa katika macho ya kibinadamu. Tuangalia habari ya miti ya mzabibu. Tuangalie mzabibu ya wokovu. Bwana asifiwe. Tuangalie katika mzabibu ya wokovu. Wokovu wetu kama jinsi ambavyo tunafahamu vizuri ulitokana kwa baba yetu. Akatuma mwanae Yesu Kristo aje hapa duniani ili atufie dhambi zetu ili tuweze kuokolewa. Bwana asifiwe. Wokovu wetu umetokana hapo kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Na sisi ambao tumeokolewa, sisi ni warithi wa wokovu.
tuangalie tuone katika wokovu wetu katika wokovu wetu mzabibu. Our final salvation. Bwana asifiwe. Tuachane na mambo na miti. Bwana asifiwe. Huyo alimsisitiza sana Ahab. Alimsisitiza sana ili aweze kuchukua hiyo shamba. Lakini hapo alianza kukataa. Kwa sababu alisema baba yangu ndiye alinipa huu urithi. Hakuna vile anaweza kupa. Bwana asifiwe. Itawezekana aje nikupe. Na urithi nimegawia babangu. Bwana asifiwe. Na hapo akaanza kukataa. Na hapo alikasirika sana. Alikasirika sana na Ahab. Baada ya kukataa kutoa hilo shamba. Lakini alikuwa amemwambia ampe. Msisahau Ahab ni mfalme wa Samaria. Mfalme atawezekana anakuja kuomba sasa kwa Naboth. Ako na mali mingi, lakini anataka kuchukua ile ya Naboth. Bwana asifiwe. Lakini Naboth akakataa. Na akakasika sana. Pia sisi nataka kusema kutokana na wokovu wetu. Kutokana na wokovu wetu ambao tumeurithi kutoka kwa Yesu Kristo. Tunaweza kuokolewa ili tuweze kuurithi. Kwa kila mmoja wetu ambaye ameokolewa ni murithi. Ni murithi wa wokovu. Bwana asifiwe. Nataka kuongea kuhusu how to maintain our spiritual life. Bwana asifiwe. Vile tunaweza kaa katika maisha yetu ya kiungu. Bwana asifiwe. Tunapata mambo mingi. Unapata mengine. Kuna mambo mingi hata unapata hapo vilianza kumfinya. You are getting the process of darkness. Inamsisitiza aende kupeana huo urithi. Hivyo pia sisi ambao tumeokoka unapata mambo ya uovu yanatufinyilia ili tuanze kutoka kwa wokovu. Bwana asifiwe. Mambo ya katika ya giza, mambo ya nguvu za shetani za giza, maduma ni matoi na merelia nena kutoka kwa kumwona kuna hivi. Bwana asifiwe. Bwana maono make na make unapata mambo mema. Nena matunda mwana wako kwa kile mwana wako na tele ikana na movi mwana wako siku ya leo tikira mwana wako kilo wako tikira hadi kilo maono make ndio wako ndio wako usikubali usisha na mambo ya dunia. Bwana asifiwe. Lazima turudishe urithi wetu wa wokovu. Bwana asifiwe. Hiyo ni vita. Naboth alikuwa nayo. Na mwishowe ulipata mpaka miaka. Ulipata amepigwa na mawe mpaka akafa. Bwana asifiwe. Pia sisi kuna mambo ya kishetani. Zingine unapata zinatuzidisha. Zinatufinya. Ili tuweze kuuza shamba zetu za wokovu. Ili tuweze kupeana wokovu wetu. Bwana asifiwe. Kupitia njia ya uovu. Lakini nawahimiza nawaambia tusikubali kuuza wokovu wetu. Tusikubali kupeana wokovu wetu. Sisi wa wokovu kutoka kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Naboth ni mtu alikuwa amesimama wima. Alikuwa amesimama kidete.
baada ya kuambiliwa haya mambo yote, baada ya kuambiliwa pesa ya kukubali, kwa sababu unajua ile shamba ya mzabibu ama ule mzabibu alikuwa anataka kuichukua, alikuwa amepewa na baba yake. Hakuna vile angeweza kuipeana. Bwana asifiwe. Pia sisi kuna mambo yanatupata duniani yanakuwa kutufinya, ya kutusitiza ili tuweze kupeana wokovu wetu. Na kama unasimama wima, unajipata ushauza wokovu wako, unajipata ushapeana wokovu wako. Bwana asifiwe. Sisi kama watoto wa Mungu ambaye tumeurithi ufalme, lazima tuendeleze, lazima tusimame, tusiende kupeana wokovu wetu. Bwana asifiwe. Na Mungu anakuwa kutupigania. Bwana asifiwe. Kenya 10 huo urithi kila mmoja ambaye anajua ameokolewa na Mungu ako nayo. Wewe ndio wafaa kudumisha huo urithi. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo unapatanga ya duniani, unapata kama mengine ni mazuri, yanakusisitiza, inakwambia fanya hivi. Wakati unakubaliana nayo, hiyo inakuwa ni kuuza wokovu wako. Wakati unakubaliana nayo, hiyo inakuwa ni kupeana wokovu wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini sisi hatufai kupeana kuuza wokovu wetu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ile pressure unapata hapa alimpa. Msukumo uliotoka na ile hapo unapata alipa napo pressure. Hayo mambo ndio anajipata. Kama mratani yako nyipo huo. Unapata rafiki anaenda anakuambia tuende mahali fulani. Mahali ambapo anakuelekeza. Ni njia isiyokubalika mbele za Mungu. Mambo wanayopata wanataka ushirikiane nayo, ni mambo ya kubaliana mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Wakati unapokubaliana nayo, inakuwa ni kuuza wokovu wako, na unajipata Mungu amekuondokea. Na kuna wasi wapale hana na roho wa backsliding. Bwana asifiwe. Unapata umekuwa backsliding. Bwana asifiwe. Wako wana mwingine kiroho ile. Bwana asifiwe. Ushakubali kuuza, ushakubali kupeana katika ya za dunia, katika mambo yasiyokubalika, mambo ya uovu, unakubaliana nayo. Tunawahimiza wapendwa, tuweze kujitenganisha na mambo ya uovu ili tuweze kuurithi, kuendeleza urithi wa wokovu. Bwana asifiwe. Tusiweze kutoka kwa njia ya Mungu. Lazima tusimame wima. Bwana asifiwe. Grace tusome, tuendelea. Grace tusome tuzina mbele. Namba 5. Norere Jezebeli muka agithie hari we akimuria atiri niki gitumite uigue uru o na ngoro yaku ukarega kuria irio. Nake akimucokeria atiri ni kwaria njarĩtie na Nabothu Mũjezireli ngamwĩra atĩrĩ, he mũgũnda waku wa mĩthabibũ na niĩ ngũhe mbia, kana ũngĩona arĩ wega ũhe mũgũnda ũngĩ wa mĩthabibũ ithenya rĩaguo. Nake anjokeria atĩrĩ, ingĩkũhe mũgũnda wakwa wa mĩthabibũ. Nake Jezebeli mũka agĩkĩmwĩra atĩrĩ, na githĩ tiwe mwene ũthamaki wa Isiraeli, gĩũkĩre ũrĩe irio na ngoro yaku ĩkene. Mũgũnda ũcio wa mĩthabibũ wa Nabothu Mũjezireli-rĩ, nĩ niĩ ngũkũhe. Ũndũ ũcio Jezebeli akĩandĩka marũa, akĩmekĩra rĩĩtwa rĩa Ahabu,
akimacinĩrĩra rũri rwake igũrũ namo marũa macio akĩmatwarithĩrĩria athuri o anene arĩa matũranĩtie na Nabothu itũũra-inĩ rĩao. Namo marũa-inĩ macio akĩandĩka atĩrĩ, hunjanĩriai ũhoro wa atĩ andũ mehinge kũrĩa irio, nake Nabothu mũmũtue ta arĩ mũnene thĩinĩ wa andũ, mũcoke mũige andũ erĩ arĩa aaganu mũno mbere yake, nao marekwo matuĩke aira a kũmũthitaka, moige atĩrĩ, nĩũrumĩte Ngai ona mũthamaki witũ, mũcoke mũmũnyite mũmũtware na kũu nja ya itũũra, mũmũhũre na mahiga nyuguto akue. Nao andũ a itũũra rĩao naguo ũguo nĩ ta kuuga athuri o anene arĩa matũranĩtie nake itũũra-inĩ rĩu magĩka o ta ũrĩa Jezebeli arekanĩtie akamera meke, o ta ũguo marũa mandĩkĩtwo na macio amatwarithĩirie. Magĩkĩhunjanĩria ũhoro atĩ andũ mehinge kũrĩa irio, nake Nabothu makĩmũtua ta arĩ mũnene thĩinĩ wa andũ. Ningĩ andũ acio mathurĩtwo aganu mũno magĩgĩtonya ho, magĩikara thĩ mbere yake. Nao andũ acio aganu magĩtuĩka aira a kũmũthitaka, magĩgĩthitaka Nabothu mbere ya andũ acio makiuga atĩrĩ, Nabothu nĩarumĩte Ngai ona mũthamaki witũ. Agĩkĩnyitwo akiumio na kũu nja ya itũũra, nake akĩhũrwo na mahiga nyuguto agĩgĩkua. Thutha ũcio agĩkĩrekanio he Jezebeli, akĩrwo atĩrĩ, Nabothu nĩahũrĩtwo na mahiga nyuguto na nĩakuĩte. Na gũgĩkinya atĩ Jezebeli aigua atĩ Nabothu nĩahũrĩtwo na mahiga nyuguto na atĩ nĩakuĩte-rĩ, agĩkĩra Ahabu atĩrĩ, ũkĩra wĩgwatĩre mũgũnda wa mĩthabibũ wa Nabothu Mũjezireeli, o ũcio aregire gũkwenderia na mbia ũtuĩke waku, nĩgũkorwo Nabothu ndarĩ muoyo, nĩakuĩte. Na gũgĩkinya atĩ Ahabu aigua atĩ Nabothu nĩakuĩte-rĩ, agĩgĩũkĩra nĩguo aikũrũke athiĩ mũgũnda wa mĩthabibũ wa Nabothu Mũjezireeli akawĩgwatĩre ũtuĩke wake. Bwana asifiwe. Nilikuwa nazungumzia kuhusu Ahabu na Nabothu, lakini tunapata kuna mwingine mke wa Ahabu ambaye anaitwa Jezebeli. Huyo ni mke wa mfalme wa Samaria Ahabu. Bwana asifiwe. Alipopata mume wake ameenda nyumbani, akiwa amekwazika sana ama akiwa amekasirika sana, akashindwa nini mbaya na mume wangu, bado hataki kula chakula. Yeye anaonekana tu akiwa anakaa huzuni ndani yake. Alitaka kulijua sana, lakini wakati ninapozungumza kuhusu kurithi ufalme wetu, hatufai kuuza ufalme wa wokovu wetu ambao unatokana kwa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ningependa tu kwa kifupi Grace unisomee katika Leviticus 25 23 to 25. Leviticus 25 mstari wa 23. Arawi Arawi
Sawa. Kutoka 23 up to 25. Leviticus 25, tuandiko hadi wa 23. Na nabura jira ni dhama ni ndetike. Nabura ni hali jira ni dhama. Nekei tumegomea kwa ndone. Sawa. 25, 23, 25. Nacio ithaka itikendagio o kwendio biũ nĩ ũndũ bũrũri ũcio nĩ wakwa, nĩgũkorwo inyuĩ mũtũũraga ta mũrĩ ageni akwa, ona ta mũrĩ ahoi a gũtũũrania na niĩ. Na rĩrĩ, bũrũri wothe ũrĩa mwĩgwatĩire ũgatuĩka wanyu-rĩ, nĩ mũrĩĩtĩkagĩra atĩ ithaka icokage gũkũũrwo. Na rĩrĩ, mũrũ wa thoguo angĩkĩara nake endie gĩcigo gĩa gĩthaka kĩrĩa agwatire gĩgĩtuĩke gĩake-rĩ, mũndũ wa nyũmba yao ũrĩa makuhanĩrĩirie nake nĩoke akũũre gĩthaka kĩu mũrũ wa ithe endetie. Bwana asifiwe. Ati nacio ithaka itikendagio kwendio biũ. Nayo mashamba yenu msiuze kuuza. Bwana asifiwe. Ithaka itikendagio kwendio biũ. Mashamba yenu msiuze kuuza. Ona kio ndukendagio kwendio. Bwana asifiwe. Msiuze. Ona kio wito tutigatinagĩra kwendia. Hata wokovu wako usiuze. Ndũkone ithaka. Usione. Ndĩraria harĩa kwaragĩrĩrio ũhoro wa mũthabibũ ũhonokio. Wakati nilipokuwa hili jambo linaambatana na hii linaambatana na vile nilikuwa nazungumza. Wao Mungu ndio tukiendagie. Muona niguo hanokio wito. Bwana asifiwe. Shamba ndilo wokovu wetu. Ndio wokovu tuliowokole. Kwa sababu tukiwa humu duniani sisi ni wageni. Itakuwaje tuuze vichaka zetu? Itakuwaje tuuze vichaka zetu? Na mwishowe, kwa sababu sisi ni wageni, tunatarajia kuishi na Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Ndio maana nilikuwa nasema tusiwe watu wa kuuza wokovu wetu kwa kujihusisha unakoana tarehe wewe. Unajipata wewe unajiingiza kwa uovu fulani, unajua ni uovu, lakini unakubaliana nayo. Hilo jambo unalolifanya linakuwa linakuuza wokovu wako. Unapata unaenda kwa baa, unapata unaenda hapo kwa baa, unajipata unakunywa kidogo na unasema tu uko sawa, na unasema umeokoka. Nataka kukuambia wakati unachukua hiyo pombe au wakati unajihusisha na hayo mambo, hiyo inakuwa ni njia moja ya kuuza wokovu wako. Inakuwa ni njia moja ya kupeana wokovu wako. Bwana asifiwe. Haleluya. Unapata mambo mengine, labda ni biashara. Kuna biashara unataka kufanya, lakini unaona usipopita njia hii huwezi pata kipindi cha pesa unazotaka. Unabidi sasa upate umepitia njia ya mkato ambayo inakuondoana na uokovu wako, na hiyo utakuwa unasema bado umeokoka, lakini Mungu itakuwa umetengana na yeye. Kwa hiyo lazima turudi ufalme wetu. Tunapata ukoo wa Ahabu. Ni Jezebeli amepata mumewe amelala, akaona mumewe amekuja amelala, akaingia kwa kitanda na akaangalia upande, anamuuliza mume wangu, niyo ni mbaya na wewe? Lakini anaonekana amehuzunika sana.
Bwana asifiwe. Baada ya kumuuliza akamwambia, ninapo nimekataa kunipa ile shamba yake. Amekataa kuniuzia ile shamba yake. Bwana asifiwe. Lakini akamwambia, amuka, kula chakula, furahia, na hiyo utaweza kuchukua. Bwana asifiwe. Pia sisi kuna mambo ambayo huwa tunayapitia. Unaenda na unajipata ukiwa mahali umesinyika sana. Mtu fulani anakuja na kuuliza, ni nini mbaya wewe? Unapata huyo mtu, unamuelezea, unafikiria na kusaidia, unafikiria na kusaidia kwa njia ya maombi, lakini unapata huyo mtu njia anayokuelekeza ya kukumaliza. Bwana asifiwe. Unataka kuangalia mienendo yako unaenda nani? Bwana asifiwe. Ni mtu unaweza kusaidia kwa njia ya maombi, ama ni mtu anayekuondoana katika njia ya Mungu. Bwana asifiwe. Tunaona mpaka barua. Baada ya hiyo alipitia njia nyingine kwa ajili ya kuandika barua. Akaandikia wazee wa kijiji, akaweza kuchukua stamp. Ilikuwa siri. Bwana asifiwe. Ilikuwa siri ya Ahab, ya mume mfalme, ya mthamaki. Akamwacha pale katika barua. Akamwambia, akaongea na mzee wake, lakini tunataka kufurahisha mzee wake. Akaandika barua, akaandikia wazee wa hiyo kijiji, akamwambia, na ningetaka mfunge kula na kunywa. Bwana asifiwe. Wajifunga kula na kunywa kwa sababu nataka nabo mumchukue na mfanye akiwa mkubwa wenu, akiwa mkubwa wenu. Bwana asifiwe. Lakini kwa nia yake haikuwa awe mkubwa wao. Ilikuwa njia moja ya kumumaliza. Bwana asifiwe. Kila sisi tunapatana mambo zingine zinatupata. Ninazungumza na mtu fulani kuhusu jambo lako, unapata huyo mtu anaanza kuandika barua, anaenda kupeana, anasema mtu fulani alikuwa ananiambia, anasema mtu fulani alimwapata wakifanya hivi, anasema mtu fulani nilipata wakijihusisha na hii, kwa njia ya kukumaliza. Bwana asifiwe. Kama jinsi tunavyoona na hapa nilipitia njia hiyo ya kuonyeshana tunainuliwa, kuonyeshana watakuwa mkubwa katika kijiji hilo, lakini ule mke nia yake ilikuwa kumwangamiza ili aweze kumfurahisha mzee wake. Bwana asifiwe. Pia sisi tunafaa kuangalia yule ambaye unapelekana naye, yule anapelekana naye, yule kuandikia barua, anaenda kusema umefanya hivi, anaenda kumwekelea hivi, anaenda kusema nilikuwa na mahali fulani, katika njia ya kukumaliza. Bwana asifiwe. Haleluya. Napo ameenda wazee wameandikiwa barua, wakaambia mjifunge kula na kunywa, napo mfanye akiwa mkubwa wenu, na muweze kupeleka injili hiyo kijiji yenu, watu wakusanye pamoja ili mfanye akiwa mkubwa wenu. Bwana asifiwe. Haleluya. Na baada ya kufanya hivyo, mwenda mtafute watu kadhaa, wale ambao mnajua ni waovu sana, mwenda mbele zake na kumwekea jambo fulani ili tuweze kumbaliza, na mpige na mawe hadi afe. Bwana asifiwe. Sababu ya kufanya hilo ni kwa sababu na Bwana alikataa kuwapatia umiliki
Ndio maana wanapita hiyo njia yote. Ili waweze wakatumia njia ya barua na kukusanya kijiji mahali pamoja, ili waweze kumuonyesha kana kwamba wanamtambua na kana kwamba wanataka waongoze, lakini ni njia moja ya kumumaliza. Bwana asifiwe. Adui yako anapotaka kukumaliza, kwanza uanze kuonyesha upendo ili akuje kumalize. Bwana asifiwe. Hadi tunapoangalia mtu kama Sauli, Daudi naye alikuwa mfanyikazi wa Sauli. Sauli walikuwa marafiki, lakini huo urafiki Sauli alipitia huo urafiki, alikuwa anataka kumaliza Daudi kupitia huo urafiki. Bwana asifiwe. Lazima mtu akitaka kumaliza adui yako, akitaka kumaliza, kwanza anakurenda na kufanya wewe ni rafiki yako, ili aanze kukumaliza. Hiyo ndio njia walianza kupitia ili kumaliza nabo. Bwana asifiwe. Lakini nataka kukuambia pia sisi tunapata mambo kama hayo tunapokubali kuuza shamba zetu za wokovu, tunapokubali kuuza mizabibu yetu ya wokovu, tunapokubali kuuza mizabibu yetu ama kuipeana, tunakuwa tukiuza maisha yetu, our spiritual life. Bwana asifiwe. Na hapo ilikuja na ikapata kifo. Mwisho wale baada ya kuenda wale washerati kwa hiyo kijiji, wakamwekelea wakasema huyu amefanya uovu, ameweza kumtusi Mungu na kulingana na mtindo wa hizo enzi. Ukitusi Mungu ni kupigwa, ulikuwa unapigwa na mawe hadi ukakufa. Walipitia hiyo njia wakampiga na mawe hadi akakufa, lakini walimkufa kulingana na macho ya kibinadamu, waliona amekufa, lakini roho yake ya wokovu ilibakia tu vile vile. Pia sisi vita ni mingi zinazotupata duniani, na wengi wetu wanaona wametumaliza, lakini maisha yetu kulingana na macho ya kiroho yatabakia. Bwana asifiwe. Tutabakia na Mungu mbinguni. Bwana asifiwe. Sisi wakituangalia wataona wametumaliza, lakini tutabakia na Mungu mbinguni. Hawajaua our spiritual life. Bwana asifiwe. Lakini tunapokubali kufanya hayo na tunapokubali kupeana, hiyo tunapata vifo, our spiritual death. Tunapata our spiritual death is our spiritual death. Zinatupata. Bwana asifiwe. Haleluya. Na tunaisha. Bwana asifiwe. Na mwishowe tutakuwa kuangamia. Tukaje mwakile. Kabonino wanaisi. Heri umalizwe leo. Roa pale leo. Pigana hii vita hadi mwisho. No, lakini tunatikira kuendelea na kawa ya kujua hawakio. Bwana asifiwe. kubali kuua. Kwa moja mwanafiki wa kuna hawakio. Kubali kuuna tabibu za Kwa sababu kuna na mwana ni wako nina. watakuwa wale kama wamekuwa. Naomba imeshia kaile. Lakini mbeleni wao kuna nia yake. utaishi na Wao kuna ni maana. wataona kama Naomba shomishore. lakini mwisho Wao kuna ni na mwanani. utaishi na Bwana. Wao ni kila. Lakini wakati Bwana kuuza unatumia wao kila. unapata umeisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kiroho ya kunia kila. Umekufa kiroho. Na wasafaraji mwakile. Na unaenda jehanamu. Watu kwa wakonela. Unapotelea mbali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama wanakuwa our spiritual dead but physically right. Bwana asifiwe. Kafaone kwa kwite
Bwana asifiwe. Na Mungu ataweza kutupigania. Na mwisho tukapata Naboth amekufa. Na amepigwa na mke wake akaweza kurudi. Baada ya kusema amefanya usherati. Na wale watu ambao waliweza kuwaletea pale. Akapigwa akafa. Na mke wake akarudi nyumbani. Akamwambia mume wangu, amka sasa. Enda uchukue ile kichaka, enda uchukue ile mzabibu. Enda uchukue ile shamba la mzabibu. Kwa sababu Naboth hayuko hapo sasa. Amekufa. Bwana asifiwe. Wakati mume wake alisikia hiyo habari, alianza kuchukua ile shamba. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alimtumia mtumishi wa Mungu Elijah, akamwambia, wewe umefanya makosa kubwa sana. Unaweza kubali kuuza ndugu yako, umeweza kuua ndugu yako ili uweze kuchukua ile shamba. Yale mambo ambayo unaweza kuifanya, mahali ambapo amepigwa, akaishia, damu yake ikamwagika, hadi ikaanza kuramba na mbwa. Akamwambia Mungu kupitia Elijah, akamwambia pia wewe, jinsi ambavyo unaweza kufanyia huyo ndugu yako, pia wewe utakuwa kufanyiwa hivyo. Jinsi ambavyo mbwa zinaweza kuramba damu yake, pia wewe damu yako itaanza kuramba hivyo. Bwana asifiwe. Usikubali pia wewe, usichimbie mwenzako shingo. Pia wewe unaweza kutumbukia hapo. Usikubali kuharibia yule mwingine jina, kwa sababu pia jina lako limeharibiwa. Usikubali kumaliza yule mwingine, pia wewe utamalizwa hivyo, ili uweze kudumisha maisha yako ya kiroho. Bwana asifiwe. Kudumisha maisha yako ya kiroho. Na wakati hapo aliposikia hivyo pia akaisha. Alishangaa sana. Aliita Elijah akamwambia, ni adui yangu. Kumbe adui yangu utaachana na mimi. Utaachana na mimi adui yangu. Lakini hakujua. Kulingana na macho yake ya kimwili, hakujua ni Mungu. Ni Mungu anapitia kwa hiyo njia. Anatumia huyo Elijah kitaka kumzungumzia. Bwana asifiwe. Hakulijua hilo, kwa sababu alikuwa amekufa kiroho. Bila sisi tukikufa kiroho, tunaona mambo ni ya kawaida. Hatutaona mambo makubwa, hatutaona usharati, hatutaona uovu, tunakuwa tunajihusisha na mambo ya kawaida. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema tujidanganyishe na dhambi. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakujua huyo ni Mungu anataka kumzungumzia. Kwa sababu anatumia njia mbaya umwagaji wa damu. Akamaliza ili aweze kuchukua shamba lake. Bwana asifiwe. Elijah akaambiwa aende kwa hilo shamba. Sasa upate hapo. Kwa hiyo shamba anaenda kulichukua. Umwambie hilo ni shamba ambayo imemwagwa damu. Ameweza kuuza ndugu yake ili aweze kulichukua hilo shamba. Lakini pia yeye, jinsi ambavyo anaweza kufanya, pia yeye atamfanya tu hivyo. Hiyo damu imemwagika chini, ikarambwa na mbwa. Pia yeye mahali hapo yake itamwagika hivyo na inarambwa na mbwa. Bwana asifiwe. Lakini baadaye habari. Bwana asifiwe. Aliweza kulielewa jinsi ambavyo Mungu alikuwa anataka kuzungumza na yeye. Bwana asifiwe. Na aliweza kunyenyekea, akatubu dhambi yake, akatoa nguo zake, akatoa nguo ya gunia,
na Mungu alimsamehea. Akamwambia yale mambo nilikuwa nataka kukufanyia hayatakutendekea wewe, lakini watoto wako, kizazi chako kinakuja, kinaweza kukuwatendekea. Bwana asifiwe. Kitawatendekea. Bwana asifiwe. Pia sisi tunaweza pata wakati ninapotamatisha kuna wengine labda wamejihusisha na uovu na wanafikiria tu wako sawa. Mtu anasema ameokoka, lakini ashauza shamba lake la mzabibu ya uokovu. Ameuza mzabibu ya uokovu. Na unasema bado uko sawa. Kama hawangefanya hivyo, kunyenyekea mbele za Mungu, ili akaanza kumuondolea mambo aliyokuwa umempangia. Pia sisi tunaweza pata mmoja wetu ama wengine wetu tumejihusisha na dhambi na tunasema bado tumeokoka. Mungu anataka kutuongeleshea, kutuambia pia sisi tuweze kunyenyekea, tutubu dhambi zetu mbele za Mungu na anaweza kutusamehe. Bwana asifiwe. Tusianze kumalizwa na Mungu. Haleluya. Lakini isiwe ni mtindo ama kuzoea. Ikiwa tunafanya uovu, ila tunaenda mbele za Mungu, tunaomba ila tunaomba tunatubu mbele zake, Mungu atatumaliza. Unakuwa umetenganisha na Mungu. Mungu akikuondokea utaangamia. Vizuri ni tuendeleze, turudi ule ufalme wokovu wetu kutoka kwa Yesu Kristo. Turudi ule wokovu wetu kutoka kwa baba yetu. Tusikubali watu wa kupeana urithi wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tusikubali katika jina la Yesu. Nitawafikisha hapo na Mungu awabariki. Nawatakia wiki njema ambayo imejawa na baraka. Jina la Yesu. First Corinthians 3:9 wanasema sisi ni wafanyakazi wa Bwana na sisi ndio shamba la Mungu na pia jengo la Bwana Yesu. Bwana asifiwe. So tudumishe wokovu na tusibadilishane wokovu. Wacha udumu ukiwa wokovu ambao umeteuliwa. Basi tutia kuyoragera wajerani. Haya nyakuni tusimameni ili tukaweze kujimarisha. Maandiko maroiga mumunya iboyo. Na usi ndo mara kama wajerani. Maandiko maroiga ni wa mumunya iboyo. Daga usi ndo mara kama, that is Psalms 2:12. Daga usi ndo mara kama wajerani. Amoni. So hiyo ni ya kujiletea. So tuweke wokovu milele. Mwana ni gaibi tu kwa fama tuna tunatete. Jehova kiregelwa na hofa yetu. Tunaomba baraka zako zikae juu yetu. Utusaidie na utupe neema ya kudumisha wokovu. Ulisema chenye Mariamu amejishikia hakuna mtu anaweza kukinyang'anya yeye. Tunaomba Mungu wa majeshi tusaidie kushikilia na kukiweka kukihifadhi milele na milele. Twajitoa mili yetu vile wewe ulijitoa. Bwana, hafadhali Mungu wa majeshi tufe tuondoke katika mwili huu, lakini tulidi mfalme wa mbinguni. Naomba neema yako tena nasi. Na ni katika jina la Baba na Mwana Mtakatifu tuomba na kuabudu. Amen.